pamoja na Bwana hakuna kisichowezekana kwenye maisha yetu. Na ninadea kusema mbele yenu, unaweza kuishi bila kutenda dhambi mara baada ya kusamehewa dhambi. Inawezekana. Lakini huyo mtu anayeweza kuishi hivi ni mama mwenye maombi na ana muda na Mungu kuliko na sisi. Nimeeleweka? Hivi unafahamu kuna wakina mama hapa mna muda sana na wawabu kuliko na Mungu. Mnisamehe. Hivi unafahamu kuna watu wanategemea faraja yao kutoka kwenye wawabu. Wakati sisi kwenye wawabu hatuhitaji utegemee faraja kutoka kwetu, tunataka uje nayo. Nilikuwa nimepotea, Yesu kwa huruma akanifilia damu yake. Duniani tunasafiri, safari ya kwenda mbinguni. Safarini kuna vikwazo, jipeni moyo tutafika. Duniani tunasafiri, safari ya kwenda mbinguni. Safarini kuna vikwazo, jipeni moyo tutafika. Tusimame imara, Yesu jemedari mbele. Magumu yote tutayashinda, yeye ni kiongozi hodari. Tusimame imara, Yesu jemedari mbele. Magumu yote tutayashinda, yeye ni kiongozi hodari. Nilikuwa napitia maandiko kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 5. Ile sehemu ya mafungu ya mwanzo mpaka la 15-16 linawazungumzia wajane. Paulo ananyoosha mistari. Kwanza anasema wajane kweli, kuanzia 60. Chini hapo wewe ingia uwanjani. Bwana Yesu asifiwe. Ingia uwanjani sasa, jamani niko sokoni. Mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Tumaini lipo kwa Yesu, tujipe moyo tutashinda. Tunatafuta gia ikatafutwa mpaka mtoto akasema, kwani anti sikiliza, na kutuma akamwambia huyo shoga, yani namnukuu hivi, yani hivyo ndivyo na kamwambia huyo shoga yako, mwambie hiyo tabia ya kukaa anajilizaliza kila saa, baba yake amekufa, anajilizaliza kila saa, yeye ndiye ana uchungu, mimi ambaye babangu amekufa. Sipendi na sitaki, inaniuzi sana hiyo tabia kujilizaliza kila saa. Na umwambie, na akiendelea na mimi ninaweza nikafa vile vile. Mimi kwangu lilikuwa ni fundisho. Yaani sikuona kama huo ujumbe ulikuwa wa yule, ila kwangu niliona kama ni ujumbe. Kwamba kumbe hawa watoto unaweza ukafikiri kwamba atake kukuonea huruma au saa nyingine uonyeshe ulivyokuwa na mzigo mkubwa, kumbe ni kumvuruga katika malezi na kumsaidia asimame. Kwa hiyo na mimi nikatafuta namna ya kumwambia huyu shogangu niliyetumwa kwake, ili shogangu kama nikulia na matatizo yako kalilia huko, hata nichooni huko wapi, sio mambo ya kulilia hapa, wamechoka na hiyo. Mungu akubariki. Wawabu mbarikiwe sana. Yaani mbarikiwe sana sana. Hizi safari hizi tuzifanye mara kwa mara ili tuzidi kukua. Mbarikiwe sana. Lakini nawashukuru walimu. Nawashukuru sana kwa kuja pamoja nasi.
mbarikiwe sana. Na sasa mimi niko hai, na uhai huu nilionao nimeupata kwa Bwana Yesu. Nimesulubiwa pamoja na Yesu, na sasa mimi